mpaka nashindwa. Dubai ukiangusha your wallet ikiwa na pesa unaitwa hey, kuja. Na umeweka milioni moja ndani dollars. Angusha hata shilingi 10,000 hapa. Hata tukiwa kanisani. Utapata. What can we do? How do we calculate these good values in our people? Is that time, I'm saying, even including our Nyanchwa center, it must be a reflection of good leadership. Na mimi nimesema, as long as I'm also a governor of Kisii, hapa Nyanchwa lazima itaamka. We will do it. Najua kwamba barabara hapa Nyanchwa ni mbaya, nilisema juzi, we want to cover all the places. Ndiposa hii ni town yangu. Hapa ni nyumbani. I'll make it habitable for my people. Mwisho. Unajua nimeelezea leo kule Itibo kwamba pale nyumbani kulikuwa na kanisa ingine, kukiwa na jua mchana unapata mtu amevalia gumboots. Unashindwa huyu mzee hajaona. Na ni omolisia, ni mzee wa kanisa. Unapata amevalia wakati huo ni wakati wa kuchanga, the time of fundraising. Ndio anakuja na boots. Wakiendelea kuhesabu, kumbe yeye anaangusha shilingi kwa boots. Huyu mzee akumaliza miaka 2, kwanza aligeuka akawa jizi, mwendo wazimu. Baadaye akaingia juu ya roof, akaanza kutoa roof, akiraani watoto wake. Mwaka wa 2 akafa. Let us be sincere. Kama haijafanyika na umeiba, ni Mungu amekuonea huruma. Tafadhali tulinde mali ya umma na vile vile mali ya Mungu. Hivyo ndio tutasaidiwa. Mimi nataka niseme mpaka wazee wa kanisa ambao tunafanya na wao kazi. Unajua mimi ni mdogo katika kiimani, sijakuwa sana. Lakini kuna wale wamekaa kanisani, mimi nataka niwaombe tafadhali. Tuonyeshe tabia nzuri. Nyinyi tuongoze, sisi kama vijana tufuate yale ambao ni mazuri. Why I admire Pastor Maiwa because he has fought the wars, spiritual wars, ambazo mpaka amefika mahali amefika. How I wish that this music Sabbath all session ibadilishe roho za watu wengi. Nilikuwa nauliza what stops us even to have a competition, music festival competition? Pastor wewe, mimi niko tayari. Mimi nikiwa mbunge Dagoretti ndio Maxwell kanisa yangu mahali niko, mahali nimebatizwa mimi na bibi yangu. Na niko na kanisa karibu ngapi? This Maxwell, New Life, Lavington, Kawangware. Actually Kawangware, they are both New Life and the Kawangware. There are so many. Riruta ndio Pastor Mbuchi ndiye alikuwa pastor wangu zamani. Nakumbuka nikiuza mboga. Kuna watu niliuzia mboga wako hapa kweli? Wako, kuna mtu niliuzia mboga? Mmoja yuko hapa. Huyu muungwana mweupe huyu Huyu alikuwa Riruta na ako na deni yangu najua. Niko na uhakika. Huyu wewe kuja Omorisi. Kuja. Huyu mzee nilikuwa nakatia wao mboga. Na ya Mungu ni makubwa ya mwana. Happy to see you. Thank you. Tulikuwa tunaketi juu ya mawe. Si ndio? Riruta. Exactly. Huyu ni mzee tulikuwa naye kanisani. Mawe wakiwa na Mbuchi. Thank you so much. Na utalipa deni yangu. Yeah, sawa. Sawa. Yes, lakini amesikia nini amekataa kuongea. Ongea, salimia wa Kristo. No, wana wa Mungu hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Masea.
wakati huu natoka Rimba Church na Rongai, lakini gavana tulikuwa na yeye Riruta for many years, wakati our pastors, Pastor Maiwa na Pastor Ambush walikuwa. I'm happy to be here today. Tumekuja for music fair. Tuko pamoja. Thank you. Thank you, Thank you, Elder. Yeah. Hawa nilikuwa ni wazee wa kanisa. Wacha niwape story ndogo tu nimalize, ndiposa niulize wageni nimekuja nao wasalimie. Nikienda Riruta Satellite, unajua tulikuwa tunakaa juu ya mawe, tulikuwa na kanisa. Sasa pastor hawa kihubiri wanasema kujeni vijana, kuja youths, come pledge, hata kama una. Na mimi nilikuwa nauza mboga. Now most of the times I could pledge. Sina pesa lakini I have to do what? Pledge. Wakati nilikuja kulipa deni yangu ambayo I used to pledge when I was selling sukuma wiki, ni wakati nimekuwa cancer. Ndiposa nilisema, nikapiga hesabu, nikasema ile profit ambayo kanisa ingekuwa imetengeneza, I remember the money I gave is 60,000 as a counselor then. Wakati mwingine tukipeana ahadi mbele ya Mungu lazima tuifanye nini? Tuilipe. Mnikubalie niachie hapo, lakini mimi si mhubiri. Unajua kuna watu hapa waamini. Mimi nimekwenda kule Israel ambapo kuna vita sasa kubwa. Nimeenda mto Jordan. Mkienda mto Jordan unatoa viatu, unaweka miguu ndani. Samaki wanakula mangere. Wale mnajua ile ngozi inaitwa scales. Samaki ndio wanafanya nini? Wanatoa. Na nikauliza Waisraeli, hii Kanani ya asali na maziwa iko wapi? Unajua ni jangwa, ni nchi kavu. Wakaniuliza, hujaona asali wanatengeneza kutoka from the wanapanda inaitwa the red what? Redis. No, not grapes. Dates. Asali ya dates. Maziwa ng'ombe ya Israel. One of the best. Jua iko kali, ng'ombe inatoka pande ile, inakuja, inamwagiliwa maji kule kwa kibbutz. Inamwagiliwa maji, mwili unapoa. Inaingia juu ya mashini ya kukamuliwa, inaoshwa matiti, na ikiwa mashini, alafu ikiingia mziki imewekwa. Unajua kuna kikisi nasema mosikiniki? Mziki ni dawa. Mziki huu wimbo ni dawa. Ng'ombe inaimbiwa mziki, inazunguka, inamalizika, ikimaliza kukamuliwa zinaanguka, inatoka. Hapa wakati tunakamua ng'ombe yetu tunafanya nini? Unatuma kijana ya kwenda leta ng'ombe, unaipiga, unaifunga. How does it give milk? Pastor and the in charge of this area, I'm ready. Na nimesema hata kama ni mchango tutatafuta, tutengeneze hii mziki. Wacha niulize, mmeshaona? Unajua ni vile hawa ngono wako hapo. Wacha niseme hii. Wacha niseme lakini isemekane. Mwanyako raba Islam au tore crusade. Have you seen the Muslim having a crusade? It's very hard. We must again inculcate this good value in our people, starting abana like school. Kabla sijaoa, unajua, na sijui ni kwa nini niseme hii, ni kwa sababu niko na furaha nimeonana na Pastor Maiwa moja kwa moja leo. Kabla sijaoa nilikuwa na girlfriend wangu. Alikuwa ni Mkorea. Hii maneno nimeanza mbali kidogo.